Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Arena Show. My name is Colin Sambai and I will be your host for tonight. The person we will be interviewing today was the former member of Parliament for Soi constituency and currently the chairman for KAA, Kenya Airports Authority. So, Mheshimiwa, karibu sana kwenye show. Thank you, Collins. Yes, we are so honored to have you. Thank you very much. I'm also honored to be here. Umepotea sana. Watu walikuwa wanauliza Kositany alienda wapi? Well, to be very honest, since 2020, this is 2025, 2022 elections, yes, I have not done any interview. This is the first one. So we are honored to have you. You should be honored. Karibu sana. This is a person who has moved from politics to public service. He has moved all the way from parliament to the aviation sector. So tutaenda kujua Mheshimiwa Kositany nani. Najua watu wengi wanaendelea kujoin, continue leaving a comment, baadaye tutamuuliza zile maswali ambayo mko nazo. Gen Zs ndani ya nyumba na waona, karibuni sana kwenye show. Mheshimiwa, yes. Honorable Kositany nani? Well, mimi ni mzaliwa wa Uasin Gishu. Born, bred and educated mostly here in Uasin Gishu. Mimi ni mkulima. Tangu biashara ama familia yetu imekuwa ni familia ya ukulima. Of course ya maziwa, ng'ombe, mbuzi, mahindi na ngano, lakini sasa nimekuwa mkulima pia ya kahawa. Okay. I am expanding in the coffee industry. Diversification. For diversification and also avocado. Okay. Yes. Sawa sawa. Tunaomba utuambie maisha yako ya utoto. Uligrow wapi, ukaenda shule wapi, hadi wa sasa? Well, mimi nilisomea shule. Kwanza nilianza na nursery school ya hapo nyumbani. Ilikuwa inaitwa Kapkatet Nursery School. Then I came to Aga Khan. That is in the early 70s. Then I joined Hill School, primary school. Finished with my CP in 1979. Wow. 1979. Tumekaka. So nikamaliza 1979, nikaenda secondary school, school called Kapsengere Boys High School. Nikamaliza pale, nikafanya ukulima. Alafu kati ya kufanya ukulima nika-enroll katika chuo kikuu cha ambayo ilinunuliwa na Mount Kenya sasa. Nikafanya shahada ya foreign relationship. Na basi ndio sasa tuko hapa tukifanya biashara na zaidi ukulima, and of course now as chair of Kenya Airports Authority. As you say, moving from politics to the corporate world is a paradigm shift. Umezoea kudeal na watu maelfu, sasa unaenda kudeal na watu karibu 2,000. Okay, kabla tufika hapo, ambition yako ya kuwa kiongozi ulianza lini? Well, naweza sema nilianza kitambo, kwa sababu hata tukiwa shule nilikuwa prefect. Na ilikuwa ni kazi kubwa kudeal na wanafunzi wenzangu. Na unajua ukiwa prefect wewe ndio unashirikiana na mwalimu ili mjue vile mtakosoa wanafunzi walio na makosa na kusaidiana na walimu. So nafikiri tulianza mapema, lakini katika siasa nilianza mwaka 88. 1988 ndio niliturn 18 na nikavote kwa mara ya kwanza, and it was a very exciting experience. And since then I have never missed to vote in any election. Okay. Yeah. So your first time voting ilikuwa 1988? 1988. Ndio maana juzi nilikusikia ukisema pale Nandi, mtu ukishapita 50 years mahali unaenda ni karibu kushinda mahali umetoka. Hiyo ni kweli kabisa, hiyo ni jambo la ukweli. Because a lot of us take life as if it is stagnant. Life is not stagnant, it is in motion. It is in motion. Every day that you grow older, you are nearing your grave. If age is anything to go by, you are nearing to your grave. So you should always be prepared. Okay. That is why I speak to people, and whenever I get an opportunity to speak, the first preparation ni mtu ajuane na Mungu yake. The second one ni kwa watoto wawe kwa very good books with their parents na wazazi.
hakuna jambo mbaya kwamba mzazi amegonjeka akafa kabla hajakusamea ukiwa mtoto wake, ama kabla hamujasameana. Inakuwa ni pigo kubwa, and you never recover from it. So I always encourage the youth to ensure that they are in very good terms with their parents. So in case of any disagreement, hakikisha umemaliza as soon as possible. As they say, the boss is always right. And if the boss is wrong, consult rule number 1, the boss is always right. So I would say to our youth, the parents are always right. If they say yes, they are saying yes out of love. If they say no, they are saying no out of love. Out of love. Okay, haya sawa sawa basi. Na wewe kuwa mjumbe wa SOI, what inspired you? Well, unajua niliona kwamba ukiwa mbunge ndipo unaweza kusaidia watu wengi. Na ndipo uko na nafasi ya kutunga sheria ambayo itasaidia wananchi aswa wenye mapato ya chini. Those who are less fortunate, those who have minimum or barely hardly have an income, and the most vulnerable in society. So that is what inspired me to run for MP of SOI, which I really thank watu wa SOI kwa sababu walinipigia kura kwa wingi. Na kama ningerudi kuomba kiti ya mbunge, najua pia wangenipigia, lakini nilienda nikaomba kiti ya ugavana kwa sababu pia nilikuwa na maono kubwa kuhusu county yetu ya Uasin Gishu. Okay, ulipokuwa mbunge wa SOI, what are some of the achievements that you can say hapa niliachieve hapa na pale yenye watu wa SOI walikuomba wa negotiate? Well, kitu cha kwanza ni kwamba tulipitisha sheria ambayo inatekelezwa hadi sasa kwamba wakulima wetu whenever they deliver produce yao katika National Cereals and Produce Board, inafaa walipwe kwa saa ambayo, kwa wakati ambao unafaa. Na wasipolipwa kwa wakati unafaa, then they should be paid with interest. Ni kama vile umechukua mkopo kwa banki na ukikaa na pesa za benki usilipe, wanacharge interest. Jambo la pili ni kwamba tulijenga mashule. Tulianzisha mashule mpya, zingine tukafanya renovation, tukaweka laboratory, tulinunua mabasi za mashule, karibu shule 8 tulinunulia mabasi. Na hizo basi tukinunua sio ya shule peke yake, zinaenda kusaidia pia wananchi ama wenyeji wa area. Tulinunua shule ya St. Peter's Kapkoren, tukanunua shule ya AIC Kaptevengwe, tukanunulia shule ya St. Michael's Segero Secondary School. Tulinunua Queenet, AIC Queenet, tukanunulia Reformed Queenet, tukanunulia ingine kule Moisbridge. So tulifanya kazi nyingi. Hiyo yote ilikuwa chini ya CDF? Chini ya CDF, kutumia pesa za CDF. Maono yako ni gani? Nimeona kuna watu walikuwa wamesuggest CDF iweze kutolewa kwa wabunge. Mimi naona kwamba sio nzuri. In fact, kama kuna pesa ambayo wananchi wanafurahia na wanaona maendeleo yake kabisa, hapo inawaguza, ni pesa ya CDF. Ukiangalia sasa infrastructure, madarasa yenye ziko kwa mashule zetu na hata hali ya masomo vile imeinuka, ni kwa sababu ya pesa ya CDF. Pesa ya CDF. Watoto wasiojiweza wanapata karo ya shule na inasaidia kwa upande kubwa sana. I believe if anything CDF should be enhanced, ndio ifanye kazi vizuri. Na pia unajua sheria iliyotungwa kulinda pesa za CDF, ni ngumu sana kucheza na pesa za CDF. Ni ngumu sana upate ati kuna pending bill katika CDF, kwa sababu sheria ya CDF haikuruhusu uende tenda kama hauna pesa hizo kwa account. Kwa sababu lazima uwe na pesa kwa account ndio uende tenda. So CDF is a very good thing. It should be enhanced. Of course, streamlined to improve on service delivery, but it should never be abolished. Okay. What are the challenges that you faced as a member of parliament for SOI constituency? Well, I would not say SOI constituency alone. As a member of parliament, kuna mahitaji mengi sana ambayo wananchi wanakuona kwamba wewe unaweza kusaidia. Na jambo la kubwa sana ni kwamba mambo ya harambee. Kila weekend unakuta unatumia pesa nyingi kwa kutumana harambee hapa
Harambee pale, mtu mgonjwa, mtu amefiwa, mtoto anaenda shule, mtoto anaenda college, hayo yote ni changamoto kubwa ambayo inabidi mbunge ajikakamue kutafuta namna ambayo ata maintain kuparticipate kwa hizo functions zote, kwa sababu mshahara ya mbunge haitoshi kulingana na ile kazi ama mahitaji wananchi wanaona wanataka kutoka kwa mjumbe. Na pia wakati mingi inabidi upeane wakati ya kuangalia kazi zako, uachane nazo, uangalie hali ya wananchi, kwa sababu ukifika nyumbani wananchi wamefika asubuhi na maneno yao. By the time unataka kwenda hata kuangalia ng'ombe, imefika saa uende function nyingine na nyingine, imefika saa unatakana kurudi Nairobi, saa zingine simu nyingine inaingia inakutoa haraka. So ni kazi kubalance hiyo kazi yote, sio kazi rahisi. Okay, ilikuwa kazi ngumu kidogo. Lakini licha ya hayo kusema kubalance ilikuwa ngumu, tuliona pale uliweza pia kuwania kiti cha ugavana. Na unasema ya MP ilikuwa ngumu kidogo. What had inspired you uone kama uanze kuomba kiti cha ugavana wa Uasin Gishu? Well, unajua Uasin Gishu ni county ya ukulima. Hiyo ndio main biashara kubwa ya watu wa Uasin Gishu ni ukulima. Mimi nilikuwa nawania kiti ya gavana ili tuketi na wananchi na wadhamini wengine na serikali kuu, ili tuone jinsi tutainua wananchi na kubadilisha ukulima ambao wanafanya kwa sasa iwe ni ukulima ya kisasa, na hiyo ndio faida wapate zaidi kuliko vile wanavyopata sasa. Na mimi bado ninasihi wakulima wote, wale wa mashamba kubwa, mashamba ndogo, tafadhali tuanze kupanda kahawa, tuanze kupanda mimea zingine ambazo zitatuletea faida zaidi kuliko mahindi na kuliko ngano. Okay. Ni sawa. Naona kuna mtu anauliza hapa, tutapata aje hizo mbegu? Mbegu za kahawa kwa sasa serikali kuu inatoa mbegu kupitia counties. Na wakienda kwenye ofisi ya county, nafikiri kwa wizara ya kilimo, they will get the seeds, they will get the coffee seeds. Okay, anaitwa Martin, anatumai umepata hiyo ripoti. Haya, ulipotoka pale, what was the experience after baada ya kushindwa pale kuwa governor wa Uasin Gishu? What was the experience ya kukaa nyumbani? There was a lot of speculation, watu walikuwa wanasema hapo awali kwanza watu walikuwa wanasema wewe ni deep state. Walikuwa wanasema uhusiano wako na rais ni wa karibu sana. Sasa hatujui mlikutana wapi na rais kwanza? Well, Rais William Ruto kwanza tunapitana kwa kuzaliwa na miezi mitatu. Yeye alizaliwa 66 Disemba, mimi nikazaliwa 67 mwezi wa 3. So ni miezi 3 tu tunapitana. So ni mtu wa rika yangu. Na tulikutana naye mwaka wa 1990 tukiwa harakati za Nairobi, lakini wakati tulikuja kujuana zaidi ni wakati tulikuwa pamoja katika YK92. Ndipo tukakuwa marafiki hadi wakati huu wa sasa. Kwa hivyo niliposhindwa kiti ya gavana, mimi sikuwa na wasiwasi kwa sababu tulikuwa tumeshinda kiti cha urais. Sikuwa na wasiwasi kabisa, na tuliendelea kupanga serikali na kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati ambayo kwa sasa Wakenya wanafaidi nazo. Najua kuna kama vile uliuliza, kulikuwa na wasiwasi kwamba nilikaa sana bila kupewa kazi, lakini hiyo ilikuwa part of the plan. It was part of the plan, and you know most things the president anafanya at his speed. So ilikuwa ni sawa kabisa kwa sababu hakukuwa na wasiwasi yote kwamba sitapata kazi. Na kama hata singepata, bado ningekuwa sawa kutumika katika kazi kama raia, lakini bora Ruto ni rais. Okay. Naona kuna mtu anaitwa Meshek hapa anasema kabla ya Lajega kwa Uasin Gishu. Sijui anamaanisha nini. Well, that is our age group. That is our age. Ndio walisema ni either inji ipone ama ishe. Yes, lakini kwa vile tunaona sasa inapona zaidi. Yes. Okay, ni sawa. Tunafurahi sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Haya, tukakuja pale ukapewa kuwa chairman wa KAA. Ulipewa wakati mambo ilikuwa mengi sana. Kwanza kuanzia mambo ya leaking route pale JKIA ilikuwa imetrend sana. Sasa sijui ulifanya marekebisho pale? Well, unajua nilipochukua ushukani kama mwenyekiti wa tulikuwa na changamoto kubwa. Wale walikuwa hapo awali hawakuwa natilia maanane
maintenance. Na unajua jengo lolote especially jengo la KAA ilijengwa 1978. Ndio mzee Jomo Kenyatta alifungua hiyo airport. Tangu mwaka wa 78 hadi 2023 24 haikuwa imefanyiwa ukarabati wote, na watu walikuwa wanatafuta project zile kubwa kubwa ndio watengeneze pesa, wanasahau kufanya maintenance. Na tulipigwa sana wakati roofs zilikuwa zina leak, lakini tulijikakamua, tumezitengeneza. Sasa hata mvua inyeshe kiasi gani hatuwezi sema haiwezi leak, lakini at least haitakuwa vile ilikuwa mbeleni, na ikiwa ita leak tutarekebisha, tutaendelea kurekebisha. Ndio unaona kwamba tulikuwa tunasema ni inabidi na ni lazima tutajenga uwanja ndege upya. Uwanja ndege upya kando na JKIA? Sio kando na JKIA, hapo JKIA. Najua uwanja wa ndege, kuna uwanja penye ndege inatua, alafu kuna majengo ambayo ni terminal building. Mahali abiria sasa wanakuja kushuka ama wanaketi kabla hawajapanda ndege. Tunahitaji kujenga kwa sababu tumeachwa nyuma na nchi ambazo zinatuzunguka. Ethiopia sasa hivi wanajenga airport kubwa, na yao pia tayari ni kubwa, lakini wanajenga. Nchi jirani ya Rwanda wanajenga airport mpya. Na sisi Kenya penye tuko katika hali nzuri ama area nzuri, inatakana jenge airport yetu iwe ya kisasa. Okay. Ya sasa bado haijafiki ile standard ya kisasa. Okay, na KAA mna manage 16 airports, ni kweli? Yes, 16. What are some of the improvements that you are doing on these 16 airports? Well, tumejenga, unajua kama kiwanja ndege ndogo ya area ya Migori. Tumeipanua, hata Homa Bay penye rais alikuwa leo tumeipanua uwanja wa ndege runway. Na pia tunataka kujenga terminal building. Airport yetu ndogo ya Diani tumepanua runway, tumeongeza na mita 200, na sasa tunatafuta kandarasi ambaye atajenga terminal building ya kisasa pale Diani. Tuna mpango ya kupanua airport yetu ya Malindi. Tumejenga airport mpya kabisa, tulianza pale inaitwa Matulo hapo Webuye. Tunaendelea sasa kutafuta contractor ambaye atajenga airport ya Kakamega. Na hiyo ya Kakamega tunashirikiana na gavana Baraza, anaongea na majirani wanaozunguka katika airport hapo, ili county government inunue shamba kidogo ndio tupanue hiyo airport iweze kuchukua ndege kubwa zaidi. Katika hapo Kakamega. Kitale tulisharekebisha, tulifanya ukarabati, na pia tunataka kujenga terminal building katika Kitale. Uwanja wetu wa Mombasa tuna kazi kubwa inaendelea pale. Nafikiri nitakuwa huko wiki ijayo kwenda kuangalia. Pia tunajenga uwanja ndege mpya hapo Nakuru Lanet, karibu tumalize. Tumefikia 60%, imebaki karibu 40%. Tunajenga ngine huko Angama katika Masai Mara, kiwanja ndege ingine mpya. Na pia tunataka kuongeza uwanja ndege wa Eldoret. Uwanja ndege wa Eldoret inahitajika tuongeze lami, barabara yenye ndege inatua na mita na nusu kilomita, half a kilometer, which is about 500 meters. Hivyo ndio itakuwezesha ndege kubwa kutua ikiwa na mzigo na pia kuondoka ikiwa na mzigo. Unajua ndege inatua na kuondoka kulingana na hali ya hewa ya area na kulingana na altitude. Hapa Eldoret tuko very high above the sea level. Sasa ndege vile inatoka na mzigo Mombasa sio vile inatoka na mzigo Eldoret. Na pia kulingana na altitude mahali uko, hii inadetermine penye hiyo ndege inaweza kufika kwa destination inaenda. Sasa ukiwa Eldoret huwezi kupata direct flight kutoka hapa mpaka Amerika kwa sababu ya altitude yetu. But hiyo ndege lazima itaenda mpaka labda maybe London, isimame ama Bombay, isimame ikunywe mafuta nyingine alafu ndio iweze kuondoka. Lakini tukiongeza runway iwe kubwa, basi tutaweza kufanya hizo mpango. Tuna mpango pia wiki ijayo, officers wa KAA na wa National Land Commission watakuja hapa Eldoret Airport ili kuangalia exactly tunahitaji nini
kulingana na kuangalia kama tuko na nafasi ya kutosha ya kupanua uwanja wa ndege, ama itabidi tuombe tununue shamba kwa jirani ndio tupanue uwanja ndege wetu wa Eldoret, kwa sababu tunataka kufanya uwanja wa Eldoret iwe ni uwanja wa mzigo wa ndege. Tumezungukwa na nchi nyingi ambazo hazina bahari kama Uganda, kama Rwanda, kama Sudan. Mzigo yao nyingi huja na meli hadi Mombasa, alafu kutoka Mombasa inaenda na reli ama inaenda na barabara. Tunataka kupunguza hiyo gharama, hata ndege ikija na meli hadi Mombasa, itoke Mombasa na ndege hadi Eldoret airport, alafu kutoka Eldoret itakuwa ni rahisi kufikisha kwao. Okay, mbona mnafanya maendeleo mingi sana? Naweza uliza what means are you using to ensure transparency and accountability kwa hii mambo ya tendering ya hizi makazi zote umetaja? Well, tenda zetu zote zinafunguliwa online. Yoyote ambaye amebid ama ameomba kazi yote, kandarasi yote, huwa anaona wakati process yote inavyoendelea. Tunatii sheria, pia tunaangalia kwamba yule ambaye tunapea kazi ni mtu ambaye hajawahi angusha sisi katika kandarasi nyingine. Kama umewahi kupewa kandarasi na KAA ama na shirika lolote la serikali na ukaiacha nusu, na sio kwa sababu pesa ilikosekana, ni kwa sababu wewe mwenyewe ulizembea ama ulikuwa ni mtu mkora ama namna gani, sisi hatukupi kandarasi hata kama umeweka bei ya chini zaidi. So lazima mtu akuwe na good reputation. Lazima uwe na good reputation ndio uweze kufanya kazi katika KAA. Pia tuko na standards zetu ambaye unajua kutengeneza lami barabara yenye ndege hutua sio kama kutengeneza hii lami ya kawaida. Standards ya kutengeneza runway iko juu zaidi. Na hivyo sasa ndio tumeweka standards yetu za runways to a certain minimum so that we meet the standards that are required. Wote ni local engineers. Well, kuna kazi ambayo Wakenya wanaweza wa binafsi, na kuna kazi ambazo inabidi tutafute makampuni za ng'ambo. Okay, kuna mtu hapa anauliza how is KAA ensuring international safety standard across all airports? Mambo ya usalama ama safety standards in airports is an international thing. We are a regulated agency. That is why we have zamani in the 70s, in the 80s and even early 90s ilikuwa inaitwa Aerodromes Department of Kenya, meaning the Kenya Civil Aviation and the Kenya Airports Authority was one. But international law decided that because Kenya Civil Aviation is a regulator, ndio wanatu inspect. Ndio wanaangalia kwamba tunatilia maanane standards ambayo ni za kimataifa. So that is why they were separated, and we have Kenya Civil Aviation and we have Kenya Airports Authority. So we are highly regulated and we are inspected regularly and unannounced. Wale wanakuja kukagua airport sio lazima watuambie wanakuja kukagua, wanashuka tu kama abiria na wanaangalia vile mambo yako na wanaandika report yao na tunapata report yetu. Kwa hivyo kwa sasa sisi tuko juu sana katika Afrika. Tuko katika nambari ambayo si ya nyuma, ni nambari za mbele. Hatukosi namba 1, 2, 3 katika uwanja ndege za Afrika. Mko mbali na hapo. Kuna mwingine anaitwa Jane hapa anasema amesomea mambo ya IT. Anasema uliza mheshimiwa kama there are new IT technologies that they are using at the airport. Nauliza kama kuna mambo ya IT yenye mmeweza kuimplement. Well, kwa sasa tunaangalia mambo mengi, especially sasa kumekuwa na artificial intelligence teknolojia ambayo itasaidia katika usalama wa uwanja ndege. Jambo ambalo tunataka pia kusaidia wananchi nayo. Unajua ukiingia uwanja ndege wa Jomo Kenyatta inabidi kwanza ushuke kwa gari, uende ukaguliwe kule ndio pia urudi kushuka upanda gari. Na hiyo tunaona inasubua abiria sana. So tunaongea na Wizara ya Ulinzi na Waziri Murkomen ili tuangalie kwamba tutafanya nini kiteknolojia ili abiria wasiwe wanashuka kwa gari. Kwa sasa wakati wanashuka na hakuna mvua ni sawa, lakini saa zingine wakati kunanyesha inakuwa ni changamoto sana mtu kushuka kwa gari, na kuna teknolojia ambayo inaweza kukagua gari yote bila mtu kushuka. Ingawa ni bei kali, lakini itabidi tuende katika hiyo teknolojia ili turahisishe
watu kuingia na kutoka katika uwanja ndege wa Jomo Kenyatta. Hii teknolojia lazima ni moto. Yes. Sasa itakagua hadi ipate vitu kama zile bangi nini? Everything. Okay. Haya, sawa. Tukiendelea, naona kuna mwingine pia anauliza, what unique leadership or governance challenges have you faced at KAA so far? Well, unajua kwamba shirika kubwa kama KAA ambayo whereby you are doing a lot of tenders and the tenders are in the millions, at times in the billions, is not an easy place to operate from. We have people ambaye kupigana na cartels ambao wamekuwa huko na wanaona ni kama ni haki yao kufanya biashara yoyote ambayo inahitajika na KAA, na hakuna namna nyingine. So kwanza kabisa tunajaribu sana kusaidia Mkenya halisi, indigenous Kenyans wafanye biashara na KAA. Pia inakuwa ni changamoto kwa sababu ndani ya KAA kuna wafanyikazi ambao wameshirikiana na wafanya biashara kule nje, na saa zingine wanafanya kazi inakuwa ngumu, lakini tunapambana polepole tukisonga mbele, na I think so far we are doing well. Umeendelea vizuri. Haya, tunaendelea kuchukua maswali. Tu viewers, endeleeni kutuma maswali. Kama uko na swali yoyote kuhusikana na pale KAA, leo tuko na mheshimiwa hapa na atakuwa anajibu hizo maswali. Naona Victor anauliza kuna mpango yote kupanua Eldoret. Hiyo tushaongelelea. Yeah. Jambo la muhimu inafaa wa Kenya wajue, uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ilijengwa mwaka wa 1978, ikiwa inatakikana kuchukua abiria 2,000,000 kwa mwaka. Kwa sasa tunachukua abiria 10,280,000. 10,280,000 passengers with a capacity of 2 million. So you can imagine. Na mahali inakuanga kizungumkuti ni kuanzia saa 4 usiku hadi saa 5:30. Unakuta ndege kubwa Lufthansa, Air France, Qatar, zote zinashuka, British Airways zinafika wakati moja, na sasa airport inakuwa ni kama soko. Tukiweza kupanua anja ndege yetu, hizo ndege zitakuwa zinashuka na hutajua kwamba hata watu wamejaa airport. Lakini hizo ndio changamoto ambazo tunataka kupambana nayo wakati tunajenga uwanja ndege upya. Okay, naona pia kuna mtu ameleta ile swali ilikuwa pale kitambo ya mambo ya Adani. Yes. Hiyo ilikunywa maji kabisa ama bado iko? No, mambo ya Adani tuliachana nayo kwa sababu sheria yetu ya PPP, Private Public Partnership, inasema kwamba ikiwa mnazungumza na shirika lolote na wapelekwe kotini katika nchi yoyote kwa sababu ya tendakazi wao, then mnasitisha mazungumzo na hiyo kampuni. So wakati kulikuwa na kesi kule Amerikani ambayo ilihusu kampuni ya Adani, basi ilibidi tusitishe hiyo kandarasi kulingana na sheria yetu ya PPP, ama ya uwekezaji katika uwekezaji wa binafsi katika Kenya. Ndio tukasitisha mambo yote na Adani. Na yale mambo ya Adani, uongo mingi ilisemwa. Watu walisema uongo, viongozi hata walienda kwa TV, hapo tumeuzwa, sijui Kalema amefanya nini, nani Mheshimiwa Rais Ruto amefanya nini. Jambo la kweli kwamba hatukuwa tumetia kidole chochote na Adani. Tulikuwa bado tuko kwa mazungumzo. Kati ya wale wote ambao walileta pendekezo lao, tuliona la Adani ilikuwa inafaa, ndio tukaanza sasa mazungumzo naye. Katika sheria ya PPP, watu wanalete mapendekezo yao. Mtu anakuandikia, anakuambia niko na pesa na ningependa unipe airport, nijenge na nitaiendesha kwa miaka 30, nirudishe pesa zangu na faida zangu, alafu nikuachie uendeshe. So tulikuwa na pendekezo nyingi, lakini yeye tuliona inafaa kwa sababu unaangalia huyu kweli yako na hizo pesa anasema, na ni wakati gani ataanza kujenga na nini, na pendekezo la Adani ilikuwa ni linapendeza. Lakini fitina mingi ilisemwa, na kuna viongozi hata wengine bado ninaangalia na ninashangaa, kwa sababu mtu anaenda katika television anasema airport imeuzwa. Utauzaje mali ya umma, mali ya watu wa Kenya?
Unajua yenye ilitufikia pia mimi nilisikia airport imeuzwa for I think around 60 years ama walikuwa wamesema wanakuja kumanage for around 60 years. But the word on the ground ilikuwa airport imeenda. Barabara ya expressway kutoka Westlands kwenda airport ama kwenda hadi Mlolongo ni ya wa Chinese wale walijenga. Ilijengwa na walijenga na pesa zao. Na wanachukua hizo hela wanachukua katika expressway hadi warudishe kwanza hela zao ile walitumia kujenga na faida yao. Sijui ni miaka ngapi walikubaliana, sijui ni 20 ama ni 15 ndio warudishe pesa. Hivyo ndio. So hauwezi kusema hiyo barabara imeuzwa kwa sababu iko Kenya, inatumika na Wakenya. Mimi sasa kutoka kwangu nikiwa na mkutano hapo naambia mtu nipe dakika 15 nikiwa town katikati na kwa dakika 15 nishafika hapo. Nimelipia ndio kiasi ya pesa nimelipia, lakini nimefika kwa haraka, sijatumia mafuta nyingi, sijapoteza wakati barabarani. So Wakenya kwanza waache kusikiza uongo zaidi. Na waache kuweka siasa katika kila kitu. Watu wajue kwamba mambo mengi yanafanyika na watu wengi wanasema uongo ambaye haifaidi ili kujifaidi kisiasa. Yes. Wewe unaona hii maneno ya huyu mbunge rafiki yangu Komburi. Tulikuwa na yeye bunge. Sisi ndio tuliingiza yeye bunge wakati tulikuwa katika chama cha UDA na yeye. Na ile uongo amesema kwamba nimetegwa nyara, nimechukuliwa na polisi na mtu wako kwa lodging anakunywa pombe na kulala na rafiki zake. Na hiyo neno lake inafaa chukulia hatua ya kikamilifu ili iwe funzo, vile wanasemanga iwe funzo kwa wengine. Mwingine asijaribu, kwa sababu hayo maneno walijaribu kufanya yanaweza kuchoma nchi. Yanaweza kuchoma nchi. Niliona watu walikuwa wanasema wazuie SHA isimlipie ile bili ya hospitali. Unajua mbunge kama kawaida sisi tunajua mbunge ako sawa. Hata alipiwe na SHA ama asilipiwe ako tu sawa kujimudu. Sasa hatua gani ndio anaweza chukuliwa? Unajua kwanza nimefurahi kwamba DCI wamefuata hiyo maneno kikamilifu. Kotini imewapa idhini wapate stakabadhi za matibabu aliyotibiwa huyu mbunge. Kwa sababu kulingana na DCI, kulingana na ile report walitoa, huyu alijiteka nyara. Akaenda akabadilisha gari, akaenda kwenye mkahawa, akajiburudisha, akalala. Na unaambiwa alilala mpaka asubuhi. Akaingia gari akasema mniache hapa kwa kahawa, turarue nguo, tufanye nini, alafu sasa wakarekodi ile video, alafu sasa wanakipeleka hospitali. So katika ile swali tunataka kuuliza excuse me. Katika hii hospitali, huyu mtu ambaye ameletwa na haya sinema yote na vipindi hii, hospitali wametibu nini? Kwa sababu hao ni madaktari shujaa. Nikienda hospitali sasa na niseme mimi ni mgonjwa, wataniangalia na waseme ugonjwa wako haifai ulale hospitali. Labda ni homa kidogo niko naye, chukua dawa enda nyumbani. Lakini mtu anakuja akilia na hana maumivu yote, daktari inafaa apima aseme boss hauna ugonjwa. Lakini hao walipima na wakaadmit mtu wanasema ni mgonjwa. Na unajua katika sheria ya afya duniani ni daktari peke yake ambaye anaweza kuja kusema huyu mgonjwa ambaye anasema hivyo akishapata idhini ya familia and a written permission from the family to come and disclose and discuss the health of a person. Lakini hii ya Komburi wenye kuja kutuambia vile ni mgonjwa, haongei, amepewa sumu nini, ni wale wanafaidi katika hii drama ya Komburi wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. So hao wote ni watu wa hiyo script walikuwa wanapanga hiyo uongo pamoja, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ukweli umedhiri. Unajua mara nyingi what we suffer as citizens ni misinformation. Kwa sababu sasa hata ile mambo ya Adani hakuna mtu alijitokeza akasema hii ndio deal Adani walipresent. Na naona kuna mtu pia anaitwa Matthew hapa ameulizwa deal ya Adani ilikuwa wachukue airport kwa muda gani? Well, tulikuwa tunazungumza kwa miaka 30 kulingana na pesa ile ambayo wangewekeza katika airport.
It was meant to be 30 years concession. So wange manage for 30 years. Wange manage for 30 years. Wafanyikazi hawangeguzwa. Wangeongeza wafanyikazi wengine labda 1,000 na airport yetu ingekuwa nzuri sana. Lakini sasa hayo maneno yamepita. Sasa tumeanza chapter nyingine ambayo hivi karibuni tutatangazia Wakenya kwamba kwa sababu ni lazima tujenge airport. Ni lazima tujenge airport. Hatuna pesa za kutosha katika KAA. So itabidi tufanye mpango nyingine ili tupate mwekezaji ambaye atatujengea airport. Okay, mwenye ako na the same capacity na ile Adani. Maybe same capacity or more. Okay. Haya, sawa sawa. Wacha tuchukue maswali mawili kuhusu mambo ya airport alafu tusonge mbele. Kuna mtu anaitwa Evans Kiprop anauliza, I'm from Baringo. Uliza mheshimiwa kuna mpango yote kuhusu airstrip ya Kabarnet? Well, unajua airstrip ya Kabarnet tutatuma experts pale waangalie. Unajua penye iko ni mahali ambayo ni hatari kidogo sana. Kwa sababu iko katikati ya mlima. Tutangojea experts kutoka Kenya Civil Aviation Authority waangalie hiyo airstrip ya Kabarnet na watuambie kama tutaitengeneza vile ilivyo iwe nzuri zaidi ama tutahamisha tuweke upande nyingine. Okay, haya. Tuende mambo ya tourism kwa sababu naona maswali za tourism hapa zimekuwa mingi. Kuna mtu anauliza how significant as what Kositany is talking about, how significant will what Kositany is talking about. Huyu hajaandika vizuri. Anyway, anajaribu kuuliza kwa sababu ya hiyo mambo ya renovation na nini ya airports itakuwa na impact gani kwa tourism? Unajua kusafiri kwa ndege sio kitu cha raha sana. Especially safari sasa kama ukitoka Dubai si mbaya kwa sababu ni masaa 4.5. Lakini ukitoka London kuja hapa ni masaa 8, masaa 9. Kutoka Amsterdam ukitoka Marekani ni masaa 16. Wakati unafika katika uwanja wa ndege, kitu cha muhimu ambayo unataka ni kutoka kwa uwanja wa ndege haraka uende upumzike. Kwa hivyo ni kushuka kwa ndege, kumalizana na immigration, kama uangalie kama wewe si Mkenya, uangalie visa yako iko sawa. Ukimaliza na wewe ufike chini, uchukue mzigo yako, uende nyumbani ama kwenye hoteli kwenye unaenda kukaa uende ukapumzike. Watu wengi huchoka sana kwa sababu ukifika na vile uwanja wetu ya ndege iko sasa, ukifika unangojea mzigo for 1 hour. Hiyo saa moja na umekoa kwa ndege wa masaa 10 na kitu inakuchokesha sana na inampa nchi yetu sifa mbaya. Yale tunajaribu kufanya sasa is tumepea idhini kampuni fulani ambaye ukiwa unakuja kwa safari, ukifika unawapea ile badge ya mzigo yako na unawalipa fedha kidogo na unawapea address penye unaishi, wewe unaenda zako kwenye hoteli. Watakuletea mzigo wako. So wanakagua wakimaliza. Yes, wanachukua wanakuletea kwenye hoteli. Siku ile unaondoka, wanakuja wanachukua mzigo yako kutoka kwa hoteli, wanapeleka airport na kaguliwa na security, wana check in, wanakungojea, wanakuja wanakupea tag yako ya kusema mzigo yako iko sawa, imeingia. So hayo ni maneno ambayo tunajaribu kufanya ili tufanye kuingia katika uwanja wetu ya ndege na kutoka iwe ni friendly kwa watalii. Tunazungumza sasa pia na tutakuwa na mkutano hivi karibuni na watu wa KWS. Tungependa wale watalii wanafika Kenya, wakati wakitoka airport wakiwa wanaenda Nairobi, wapitie katika buga la wanyama. Ili iwe ni barabara, wasiingie tu expressway na waende town. Walipe fedha kidogo, wapitie buga la wanyama, wakuja watokezee katika ile gate nyingine na waende. Na pia wakati abiria wale ambao tunawaita transit passengers, wale ambao safari yao sio katika aishi Nairobi, wanaendelea nchi zingine, lakini lazima wakae Nairobi masaa 2, masaa 3. So kuliko kukaa tu katika airport, walipe fedha kidogo, tuwapeleke katika waone wanyama, ama waende Nairobi town waangalie, wafanye shopping kidogo, warudi waingie ndege yao waende. So mambo kama hayo ndio tunazungumza, lakini ni lazima tupange kwa maalum kwa sababu hii ni highly securitized area. Unataka kujua kwanza huyu mtu ambaye anatoka airport awe na usalama ya kutosha ndio kusiwe na shida yoyote.
Okay, kulikuwa niliona pale X kulikuwa na I think ni Mjerumani alikuwa amelalamikia zile fidia ambayo inalipishwa pale airport. Alikuwa amesema Kenya inalipisha triple what Uganda is charging. Sasa sijui kama ni ukweli. Well, mambo ya fidia ni mambo ya KRA. Na hiyo sio mambo yetu katika KAA. Unajua katika uwanja ndege tuko na police, tuko na KRA, tuko na watu ya immigration, wote wanafanya kazi yao ambayo sio wako katika uwanja ndege, lakini hawako chini ya amri yetu. Wako chini ya amri ya wakubwa yao. Lakini hivi majuzi uliona mawaziri karibu 10 walikuja airport. Ili na tukasign kitu ambayo inaitwa the airport charter. Sasa sheria imebuniwa ambayo hao wote wenye wanafanya kazi katika uwanja wa ndege ni lazima watii amri ya sisi katika kama KAA. Ndio kosa likitokea tunaweza kukuambia wewe ni mtu wa immigration, umefanya makosa, hatutaki kukuona hapa tena, ama rekebisha hiyo tabia. Ama pia polisi, hata madereva wa mataksi wametupa changamoto sana. Mtu ametoka Nairobi, ametoka Kisumu, Mombasa, Eldoret, wherever, kufika kwa ndege, uwanja wa ndege, unakuta watu wa taksi karibu 20-30, kila moja anataka kukubeba. Hiyo sio tabia nzuri katika uwanja wa ndege. So tumetilia maanane kwamba madereva wote wa taksi wakae kwa magari yao. Mimi kama nimepanda ndege kutoka Eldoret kwenda Nairobi, ninajua nikifika nitaenda aje nyumbani. Kuna labda member wa familia, bibi ama mtoto ama driver amekuja kukuchukua. Kama unataka taksi, unashuka tu, unaona taksi ndio hiyo, unaenda ingia taksi number 1, unakupeleka penye unaenda. So nafikiri watu wataanza kuona utofauti kwamba ukifika pale hakuna mtu atakwambia hey, taksi, utakuwa unaona tu taksi iko pale. Kama driver wako anakungojea utampata pale, uende. Ndio tuwe na usafi na tabia nzuri katika uwanja ndege. Okay, nimeona kama hii yetu ya Eldoret, wale wafanyikazi wa wasili wamefukuzwa, siku hizi wanapangia pale nje ya barabara, hawaingie hapo ndani. Hiyo ni baadhi ya marekebisho ambayo mnafanya. Unajua, ili ufanye biashara katika uwanja wa ndege, wale wote wako na maduka ndani ya uwanja wa ndege, wanalipa Kenya Airports Authority fidia kidogo. Hata mataksi wale unaona yellow, zimepaintiwa yellow, wanalipa a certain amount ndio waweze kuoperate from the airport. Watu wa wasili walikata, mbeleni walikubali wakalipa, alafu hapo katikati wakakataa kulipa. So hatuwezi kuwaruhusu kuingia, lakini tunawaruhusu kuja kuchukua abiria, lakini hawawezi kuchukua kutoka airport ndani. Kutoka airport ndani, kudrop, kuleta abiria kutoka town kudrop, hiyo ni sawa. Lakini wanangojea basi hapo nje kwa sababu walikataa kulipa hiyo fidia. Kwa sababu tukikubalia wao kubeba bila kulipa, wale wa taksi wengine pia watakataa kulipa, wanasema sasa hatufanyi biashara kisawa. So we have to practice fairness and make sure that those who have paid a concession are given the opportunity to service the business at the airport. Kulikuwa pia na mtu ambaye alikuwa amelalamika, anasema many regional airstrips in tourism rich areas like Masai Mara, Diani and Samburu are underfunded. What plans do you have to boost these airstrips? Unajua, kwanza uwanja ndege ambazo ziko katika mbuga za wanyama inakuwa ni ngumu sana kuzienua katika kiwango cha kuweka lami, kwa sababu that environment inatakana kubaki natural kwa wanyama. Kwa sababu katika hiyo mahali hiyo airstrip iko, hata simba huja hapo, hata ndovu huja saa zingine hapo. Na wanataka hiyo environment ibaki hivyo. So ni vigumu sana kubadilisha hiyo setup. Ndio maana nimekuambia tumejenga airstrip Angama ambayo iko nje kidogo ya Masai Mara. Hiyo sasa tunaiweka lami. Hiyo sasa tunaiweka lami. Lakini punde teknolojia mpya ikitokezea ambayo inaweza kufanya turekebishe uwanja ndege, we shall do it. But as it is now, they have to be as natural as possibly can be. So you are doing to conserve the environment. Yeah, we are conserving the environment. Kuna swali lingine hapa naona ni muhimu sana. Mtu ameuliza, Kenya lost out on being a regional hub to countries like Rwanda and Ethiopia. What role did KAA play in that? And can tourism recover efforts help reverse the trend? First of all, we have not lost out on being a hub. We have not lost out at all. Because Rwanda is still, because the airport is still under construction. Ethiopia is, yes, our big competitor.
but we still have an edge over them. We are still operating at our capacity of 10 million, 10.2 million, almost 10.3, and that is very favorable to us. And we have the capacity to increase once we build the new terminal building and also enhance on our runway so that we can take in more flights. Okay. Aya, acha tuchukue swali ya mwisho. Kuna mtu anasema hapa, in 2023 there was a major uproar over the dilapidated state of Moi International Airport in Mombasa during peak tourism seasons. What steps have you taken since to avoid such embarrassment? Well, when I said earlier that we had issues with maintenance, the maintenance policy that we found that JKIA was wanting. But we have worked, we have since recruited a general manager in engineering. We are now in the process of recruiting other engineers. We had a job advertisement soon. We start the interviews from Tuesday. And so our maintenance policy now has been enhanced. I'm sure some of those things will now be things of the past. It will not happen again. Haya, sawa mheshimiwa, asante sana kwa hayo. Acha tuongelee sasa mambo ya, tuliona uliongelea mambo ya utumizi vibaya wa social media. Unaweza sema some of the things ambayo umeona kutoka kwa vijana ambao wanatumia social media vibaya? Well, social media is a very dangerous tool. Yes. It is absolutely dangerous. One, there is no way you can police it. First as a parent and even as a government. And that is why you find some governments shut down their social media when they see it is going out of control. In countries like Dubai, they have serious control. You can't even make WhatsApp calls when you are in Dubai because they completely control that. Social media is a good and bad thing. One, social media keeps us involved. It keeps us. It has eaten into media space. People no longer watch TV or watch news because they just go to social media. They see what is trending and they have been informed of exactly what is happening. But how are we using social media in Kenya? We are using it to spread falsehood. We are using it to compete on who can insult the other more. We are using it very negatively. And kama most recently ile watu walikuwa natukanana na watu ya Tanzania. What was that for? To whose benefit? That we were insulting the Tanzanian president. Tanzania is an independent state. They do their things in their way. We as Kenya, we do our things our way. So there was absolutely no reason. Na hakuna mtu alifaidika na hiyo matusi yote yenye walitukana wa Tanzania. Kutoka kwa moja one of the Gen Zs. Walisema kwanza huyu alikuwa anatoka hapa Uasin Gishu. Akasema I'm not a big fan of kina Martha Karua. Lakini sasa hatukusema waende wafukuzwe huko kama umbu. Sasa ukija kwangu mimi nina haki ya kukupokea ama kutokupokea. Katika mkahawa za biashara there is always a right. The management has the right of admission. Hata kama ni mahali ya kuuza soda ama kuuza chai na mwenyewe aseme hakutaki. Bas, huyo ni mwenyewe. Hataki pesa zako, hataki hiyo biashara unaleta wewe ondoka. So we need to understand that Tanzania ni nchi huru and they have their rights to control their country and that is how they wanted to do it. It should not bother us as Kenyans at all. It should not bother us as Kenyans at all. Tuko na shida nyingi hapa Kenya, hatujamaliza kutatua, hatujafikia kiwango ya kwenda kuexport nini. Tanzania wako na mawakili, wako na watu ya human rights, wako na kila kitu yenye tuko nayo. Na wanafanya vitu kivyao, wana mahadili zao. So haijatosha to export activism? Haijatosha to export activism. Haijatosha to export activism. Unless they demand, but I don't think it was right to go and interfere with the sovereignty of a neighboring country. Na kulingana na matumishi ya social media, imekuwa na uongo mingi ambaye ni hatari. Kama vile nilikuwa nakwambia watu walikuwa nasema airport imeuzwa. Na unajua tulitukanwa. Hata namba yangu ikawekwa ukasalamiwa. Kile wakasema wananisalamia. Sasa wananitumia messages matusi, sijui nini.
lakini haya yote si ilipita. Si mimi niko na unajua niliacha tu simu hapo, wanapiga, wanatuma message, wanafanya nini. Na kuna wachache ambao waliuliza swali za maana. Je, ni ukweli? Nikamwambia la, airport haijauzwa. Akaniambia so mbona tunaambiwa? Nikamwambia iuzwe aje? Mimi niliona ni kama nyinyi kama KAA at least mkijitokeza mseme airport haijauzwa, ni mpango hii na hii na hii, kwa sababu sasa vijana walikuwa wanajua tu airport imeenda. Lakini sasa wamejua ukweli. Sasa wamejua ukweli. Na yale ningesema on use of social media is one, before you forward anything, just read it first. Read it first and then ask yourself, why should I forward this? What benefit am I getting personally if I forward? How is it going to help whoever I'm forwarding it to? Number two, unajua sio ati ni hawa watoto wadogo tu ndio wanatumia social media vibaya. Hata kuna watu wazima ambao wanaandika vitu mpaka unashangaa, huyu wengine ni wazee kuniliko, wanaandika vitu mpaka unamtafuta, naambia boss, uko sawa? Simu inatumiwa na mwingine ama ni wewe ndio unatumia? Ni wewe unatumia. Anasema ni yeye anatumia. So that freedom that is there on social media, if we leave it the way it is, we are going to ban this country one day because of falsehood. Nilikuwa naambia mtu nyingine, siku moja mtu ataandika kwamba kuna samaki imekufa kwenye maji, imedrown, na watu wataforward message. Kwa sababu hawasomi, wanasema a fish has drowned. Can you see it? And it will trend. A fish has drowned. Is it possible for a fish to drown? It is not possible. So we need to be careful and regulate ourselves. And you know that you cannot be regulated by anybody on social media. You need to have self-regulation. Wewe mwenyewe ujidiscipline kwa hii mambo ya simu. So wewe kama mzazi unaambia nini vijana? The Gen Z. Mimi nawaambia kwamba unajua sisi wakati wetu hizi masimu ilikuwa haijakuja. Na simu zilikuja wakati tumekomaa. Wazitumie hizi masimu, kwanza waache kutukanana wenyewe kwa wenyewe, waache kutukana watu wakubwa. Unajua kwa sababu unatukanana kwa simu, sio physically ati unatukana mtu physically, ndio sasa hujui unatukana mtu mkubwa. Unaweza zingine mtu hajui ati anatukana mtu mkubwa, lakini it was very embarrassing. Some of the things we said about our president, some of the things we said about our country. Unajua hii Kenya ni nchi yetu. Hatuna nchi spare. Hatuna nchi spare. Na ni nchi ya ajabu hii nchi ya Kenya. Iko na baraka nyingi ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu ajitahidi kutafuta namna ya kujimudu kimaisha ili aweze kuendelea kimaisha. Lakini tafadhali tusitumie uongo eti ili upate likes, ili upate followers, ndio sasa upate pesa kutoka TikTok na kutoka YouTube. That becomes a big problem. Yes, utapata pesa, lakini what have you done to yourself in life? And as we say, what goes round comes round. Kuna siku itakuja kukuuma, labda miaka 20 ijayo utaona mambo yako haiendi vizuri nini, utakuja kuambia unajua ulitukana, kuna mzee ulitukana na alisema neno. Na alisema neno, alikasirika akasema neno. So tunataka hawa watoto wetu, sio ati tunawaogopa, sio ati tunataka kuwanyima uhuru yao ya kuongea na nini, lakini tafadhali, there is something called objective criticism. Just be objective. There is no need to insult anybody. There is no need to show hatred. There is no need to show tribalism. There is no need to malign a community. Kama juzi unaona huyu aliyekuwa naibu rais anasema ati sisi kuna vijana 20 kutoka the Nandi speaking community ati wametumwa sasa, wao ndio wanaenda milisha kutega watu nyara. Uongo mtupu. So those kind of things are things that I say. That's why I'm saying it is not only the young people who have lost it, who are derailed. Even adults like Gachagua are totally derailed, totally lying day in, day out, saying things you cannot substantiate. And Kenyans have known. So siku hizi watu wakiongea, watu wanaanza kucheka. Ukianza kuongea watu wanacheka, wanajua ni ile uongo tu unasema. Kwa sababu watu ukisema zaidi watu wanaanza kukusoma. Wanaanza kukusoma akili. So I say social media is a good thing. Social media is a very dangerous thing.
In the same breath, it is very good, it's very dangerous. Let us regulate ourselves as Kenyans. In China, who are the owners of TikTok, TikTok is regulated. Huwezi kupata hii maneno unapata Kenya ni mtu tu ana dance or creating jokes here and there. It is an educative platform in China ambayo wanatumia kusomesha wa China patriotism, wapende nchi yao, wa nini. So watu wajue pia the internet never forgets. The internet never forgets. Saa hizi wakati tunaandika mtu kazi, wakati una apply kazi, moja ya kitu ambayo itakufanya ukoze kazi hata uwe na makaratasi zote ni tabia zako katika social media, mtandao. Je, wewe ni mtu ambaye unafanya nini kwa mtandao? Umesikia juzi serikali ya Amerika wamesuspend all visas to students until they verify all their social media platforms. Kwa sababu pia wameona the danger of people who misuse social media. Na tuwe pia careful, very careful na watu ambao wanaongea hapo sana. Unaona kama hii tunaita activists. Activists are financed heavily by external forces. Lakini wanakusanya vijana, wanalipa labda pesa kidogo, mnaenda kupiga kelele, la wao wamekula ile pesa nono. Wanaambia wale wadhamini wao tumetumia milioni 20 na wametumia labda milioni 1 ama 1,500. Wanatumiwa pesa nyingine. Wanasema serikali ya Kenya inatuumiza. Na Kenya hakuna nchi huru kama Kenya ambayo unaweza kutukana rais na uende ulale kwako salama salmin na uamka asubuhi na utembee katika street. So we have freedom of expression, we have freedom of speech, but please tuache kutukanana. Tuache kutukana walio wakubwa. Wakubwa pia waache kutukana wadogo. Kila mtu azungumze mambo yake. Be objective, and Kenya is a great country. Now that tumeongelea mambo ya morals, juzi pia tuliona umeongelea kuhusu wakati mheshimiwa anakuja kwa function yote ile, anapotoka ulisema kuna vijana ambao wanamsindikiza, ukasema saa zingine si vyema. Sasa sijui unaweza tu explainia hiyo. Wajua kwamba nafikiri nyinyi umeona hiyo tabia. Yes. Kwamba viongozi wanapokuja kwenye function, kuna vijana wanaongojea kwa barabara wakija, na kuna vijana wanaongojea wakiondoka. Na mimi huona hiyo tabia sio nzuri. Kwa sababu mtu mzima ambayo ana uwezo akianza kuombaomba, hiyo tabia sio nzuri. Especially na usipowapea pesa kujupin, they insult you. Kwenda hata 2027 utaenda home. Na hali wewe ulikuwa umetoka home ukija kwa hiyo function, na ukienda ulikuwa umetoka home. Unajua zamani wazazi wetu walikuwa wanatuambia make sure usije ukakuwa mtu wa kuomba. Heri uwe mwenye kuombwa. Na ukienda kuomba mtu, enda uombe jembe, enda uombe ng'ombe, ama uende uombe ndume. Kama yako unaona haina mbegu mzuri, unaweza enda kuona mtu ndume. Lakini omba vitu za kazi. Lakini si uombe mtu akupe ya jasho yake. Na pia unajua wakati mheshimiwa anafika mahali, kuna watu wazee ambao hawawezi kushika jembe, wako na shida. Kuna mama mjamzito, kuna mwingine ambaye amezaa na mtoto ya 1 day or 2 days old. Unajua ukiwa kiongozi, ukiona huyo ndio inafuata umnunulie sukari. Yani kiroho safi. Upe kidogo aenda anunue sukari, upe mzee kidogo aenda anunue dawa. Watu ambao unajua kweli hawa hawezi kushika jembe tena, hawezi kujitafutia. Lakini sasa vijana barubaru ambao wanaweza enda hata kazi yoyote. Na unajua kwa sababu ya slogan yetu katika chama chetu cha UDA, kazi ni kazi. Hakuna kazi ambayo haiwezi kuleta faida ukifanya vizuri. Wewe unaona ukienda hii njia ya Kapsabet, hapo hawa watu wanachoma mahindi ni vijana ambao wameambiwa mimi sitaenda kuombaomba, mimi sitaenda kufuata mheshimiwa, mimi nitauza mahindi hapa. Na wana faida. Wana faida kwa kufanya hiyo kazi. Wengine wako katika kazi ya kawash, wengine wako katika kazi ya bodaboda. Wanajitahidi ili kutafuta namna ya nini. So mimi nataka niseme hivi.
whenever a leader comes for a function, anywhere in this country, let them come in quietly, let them address the function, and when they are leaving, let them walk out in peace so that they may identify, waone hapo kuna mama mzee, gogo hapo, ampe kidogo ya sukari, kuna mama mjamzito, msalamie, kwa sababu tunaheshimu. Unajua sisi mama akiwa mjamzito, that is a person to be respected, kwa sababu they are bringing life into this world, they are increasing our population, they have taken a heavy responsibility. Those are the people that you can actually say unaweza kuwapea kitu. Lakini vijana barubaru waende kazi. Lakini pia wajitafutie. Waheshimiwa wengine ndio wana encourage hiyo mambo. Mimi nataka pia niombe waheshimiwa, tuache kuwape pesa. Wacha watutukane. Kwa sababu wanatoka wanasema twende pale tupige kona. Yes. Pale. Yeah. Na unajua hiyo ni kwa sababu waheshimiwa wengine wanasema kwamba ukiwapea sasa ati ni umaarufu wa kisiasa, utapigiwa binja, utapigiwa makofi. Hayo ni kujidanganya pia katika kwa sisi kwa waheshimiwa. Lakini tukikubaliana kwamba waheshimiwa wote tusipeane pesa, hiyo tabia itakoma. Hiyo tabia itakoma na watu wataenda kazi. Afadhali uende uongee kwa mkutano, uongee naye na watu 5 na ni watu ambao wanakusikiza kuliko watu ambao wanakuja tu kwa sababu wanangojea kupewa kitu. Na sisemi kwa sababu ati ninachukia hao vijana, ninawatakia mema. I want them to be good people. I want them to grow to be hardworking people. I don't want them. When will they ever get out of this begging? You know, also, begging is like gambling. Inakufanya mpaka unazoea, unasema sasa mheshimiwa gogo sichano mheshimiwa yele migo bie umefika. Nyono yele mio lesos umefika. Nyono miziwa umefika. So hiyo ni jambo la pili ambayo nataka kuongelea pia kwa hii maneno ya social media. Ni mambo ya betting. Mambo ya betting imeleta changamoto kubwa sana. Aviator ni moja wao. Na haya mengine. Nataka kuambia watu wetu, kazi ya betting ya hii bahati nasibu ni biashara ya mtu. Na hiyo mtu alifungua hiyo biashara ili apatengeneze faida. Na faida yake ni kwamba watu wengi waingize pesa zao, wachache washinde. Wengi waingize pesa, wachache washinde. Na yeye ndio anaamua ni nani anashinda. Usidanganya ati kuna namna huko nini, hapana. Na kuna sababu unaona saa zingine unaona watu wa area fulani ndio wanashinda zaidi kwa hii nini. Hiyo ni kuonesha kwamba watu ya hiyo area ndio wameweka pesa mingi. So wanataka kunyonya zaidi kutoka kwenu. Na hakuna mtu amewahi kutajirika kwa hii maneno ya bahati nasibu. Wazazi wetu walifanya kazi, wakanunua mashamba bila kwenda kwa kutegemea bahati nasibu. Sisi tumefanya kazi, tumesomesha watoto bila kutegemea bahati nasibu. Tunataka the generation after us and our children now for that matter, they should not depend on betting. It has never made anybody rich. It has only made the owner of the betting company rich. Yeah. Okay. Haya, sawa, wacha nikuulize kama one of the close allies wa President Ruto. Do you think Gachagua is gaining, ama kwa sababu tumeona in the recent kila mkutano ambaye viongozi wamekutana, one of the topics pale lazima ikuwe ni Gachagua. So do you think he is gaining ama ni siasa hapa na pale? Unajua experience yangu ya siasa sio chache sana, kwa sababu nilianza 1988 na nilifanya kazi sana kwa karibu na Rais Moi kwa miaka kadhaa, na pia nikaona Rais Kibaki, nikaona Rais Uhuru, sasa tuko na Rais Ruto. Ukiwa unaongea kila siku, ukifungua mdomo watu wanajua utasema nini, ukifungua mdomo watu wanajua utasema nini, then you are gaining nothing. Kwa sababu Gachagua kufungua mdomo tu, one term, Kasongo, Ruto, mpaka wanaenda mkutano wanazungumza juu ya Ruto mpaka mtu anauza na Ruto anafika saa ngapi. Ametajwa sana katika hii mkutano, atafika saa ngapi. Hata leo niliona alikuwa kanisani sijui wapi, anaongea tu. Na unajua vile serikali imefanya ikaachilia Gachagua aongee, ndio ukweli yake imetokezea. Watu wengi walikuwa nafikiria alionewa kufukuzwa kama naibu wa rais, lakini ameongea mpaka ameongea maneno ambaye ni ya uchungu sana. Yeye kuongea kwamba yale upuzi
ilitokezea 207 eti Ruto akishinda kura ya 2027 yale itakuwa ni kama Christmas. Na yeye hajui ile uchungu tulipata hapa kuona kwamba hatuwezi hata kuketi na marafiki zetu wa makabila wengine kwa sababu ya upuzi ya siasa, kwa sababu machafuko ya 2007. Na ndipo tumesema kama viongozi wa bonde la ufa na viongozi katika Kenya, hatutawahi pigana tena na ndugu zetu kwa sababu ya siasa. We will not. Whether Gachagua likes it or not, we are not going back that route again of post-election violence. We are beyond that. We have grown up. And that statement alone by Gachagua requires everybody to unfollow him. Vile alikuwa anasema watu wa unfollow musicians. Anybody still following Gachagua now actually needs a mental assessment. Kwa sababu he is a loose cannon. He is very dangerous. Anybody who can equate loss of life, destruction of property to a Christmas party, totally opposite things. That is a person who has lost it. Lakini tumeona amejiposition kama kingpin wa Mount Kenya. Kura itaamua. Kura itaamua. Now that tumeongelea pia mambo ya one term. Do you think President Ruto will be re-elected? By a resounding majority. By a resounding majority. So Kenya kwanza there is a rule. Unajua watu wengi, watu wachache wanaoongea ni watu wachache sana. Wanaoongea hapa na pale ni watu wachache sana. Unaweza kuhesabu na hii vidole zangu na haitamaliza hii vidole wale wanaongea. Lakini kuna silent majority. Watu wengi wananyamaza, wanaendelea na biashara zao. Wewe sasa niambie, mkulima wa kahawa ambaye alikuwa analipwa shilingi 23 kwa kilo ya kahawa yake uko Murang'a, saa hii analipwa shilingi 140 150 pa kilo. Hazungumuzi. Yeye anasikia watu wanaenda wa Munyoro wanarudi, lakini yeye anaendelea na biashara zake. Wewe unaniambia huyo mtu utamwambia nini asipigie William Ruto kura? Na ameona mahali mabadiliko ambayo William Ruto ameleta katika sekta ya kahawa imeleta mabadiliko. Sisi tukiwa wakulima area hii, nyinyi mkiwa hapa na nyinyi ni residents wa hii North Rift yetu, mumeona vile tangu serikali ya Kenya kwanza ingie, bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,500. Tumenunua mbolea na 2,500. Hii ni miaka ya 3 sasa tukinunua hivyo. Ukitembea kama jana nilikuwa area ya Moiben, nilikuwa upande ya Nandi juzi, unaona vile mahindi yapo very nice and healthy. And it has been the same for the last 3 years. Why? Because of reforms. For the first time, nchi ya Kenya imepunguza ile sukari inaagiza kutoka nje, kwa sababu viwanda vyetu vya miwa zimeanza kutoa miwa za sukari ya kutosha kwa sababu ya mabadiliko ya serikali. So a lot of things are happening. Bei ya unga, tulipochukua ushukani unga ilikuwa 280, almost karibu ifike 300. Sasa hii unga iko shilingi 1,100, shilingi 130 kwa kilo moja ya unga. Na unajua sasa mambo yakiwa mazuri, hakuna kelele ya mambo ikiwa mazuri, kuna kelele mambo ikiwa mbaya. So kulikuwa na kelele mingi bei ya unga ilipokuwa juu. Sasa hakuna kelele kwa sababu bei ya unga imeshuka chini. Na haya yote ni mpango ya serikali. Sio miujiza. Sio ati ilifanyika tu ni miracle. There's no miracle. It is because of planning. It is because of knowing what needs to be done and making sure that it is done, that those things have happened. So I think President Ruto stands a very good chance of being re-elected. Forget about the noise from these few characters. They will make a lot of noise, and as they say, empty tins make a lot of noise. So they will let the tins keep banging and making the noise. The silent majority will determine who will be president. Okay, hiyo ni kuhusu President William Ruto. Na wewe je, watu wanauliza what is your ambition as a politician? Mimi pale 2027 utakuwa kwa debe. Mimi ni chairman wa Kenya Airports Authority. Wacha kwanza nifanye kazi ya Kenya Airports Authority. 2027 tutasema maneno yake kule mbele. Kwa sasa nataka nihakikishe kwamba I have fulfilled my mandate as the chairman of Kenya Airports Authority. And to create leave Kenya Airports Authority a better place, make sure we have better, more jobs, create more jobs,
for Kenyans and enhance the comfortability of the employees that we already have. So that is one of the key things that we are focusing on, and politics will come later. Okay, lakini uko tu hapa. Niko tu kwa area na mutasikia. Haya, okay, tukimalizia unaweza ambia nini watu wa the entire North Rift region kwa ujumla? Well, to the entire North Rift region is amaja mwajibik chokora leji gigilge. Ongigilge ing boisionik. Ne boyeng amaja leji bik chok ye gigilge ing boisionik chebo emoni gigilge orang bandap Kipsengwet. Keegu Christianik che ichet, keegu biik che yoe boisionik kosubkei ak ole maktaat, keegu biik che konyiti kandoik. Ak kemwa kora kele kimeche lagokchok ya kabwa kandoik tuiyosiek alak tugul komakimeche kerus kandoik, kimeche kemete kandoik kobwa komutyo nyikong'ololyo ak kebwa tugul tuiyet amu kandoichu kotakoimwoe ng'olyo netokoi kosobechi. Ngiwe barabara yun biik siling 100 ko sait age ing yu kokatekase ng'olyo nekamwa kandoindet ak ibiyai ak inyoru siling 1000 ak isop. Lakini barabara komami akot korok mami order, mami ole kakipangandagei tugun chekisoregei, kiyoktogei, kitortogei, tos akot techin karit ne siumian tugun chechang, you know. So kimeche kesom kabisa neranik chok. Asome nitok kabelingetabgei ak amwoe koek kwamwa ale amwoe amu kichome neranik chok. Kimeche koek biik chebo Kalenjin che kasich tegis. Ingen le ing bororiosiek tugul chemi Kenya. Amu kiawendote ak kiaker bororiosiek tugul. Mami bororiet nekitinye atebet ne kararan kosir nebo biikab Kalenjin. Atebet nebo takurnatet, atebet nebo tililindo, atebet nebo kondit nekikonyiti chi neo, kokonyiti akine neo nemining. Kemeche kowek atebonoto, kimeche kandoik kobwa kosich boroindo ngotepche ng'uny kokere tuiyet yeng'alal ko yemondoi kandoindet ko sait age kakoro koko neos nemi yu. Ingen koko makonome mogombet, makowendi kosile beek, komeche kemetochi chebo sukaru. Ngot komi tomono komeche kokuschi kandoindet kokere ara tomononi tos lion angot ngamasom ko desturi nenyo makisirtoe tomono, kikochin kiy asikobit kobaibait akine akosikwei lagok kotes kobarait kot nekobo akoribok bororiet. So kemeche kesom neranik chok kabisa. Akasome nitok kabelingetabgei ako tilil muguleldanyu matinye chi ng'olyo, lakini ameche kabisa neranik chok banda nerubei nekabwa kandoik. Ako mising amwoe amu awendoti ak akere Kipsigis ak Nandi ole ya saidi. Uasin Gishu kotoke kitikin lakini akere komeoti Uasin Gishu. Atyo kesom kora kandoik kelechigei matakeng'em Murichu, matkeng'emchi sobet lagochu choket, kinet rabinik chebo barabara. Amu ngiro nekikikochi rabinik barabara nekikwae ki nelen ndamawe oret atkinye boken kale tamanyoru ni. Nambait nebo aeng nekimeche kemwochi biik chok ko matakealde koret. Mising ko rani inyoru chito kwoldoi koret sipkealde pikipikit. Po maana komi koret kosir pikipikit. Amu pikipikit ko kit nenyikwame rabinik kokeny. Nga kenyikae mung'aret komuchi kowirta biik, imuch kochorake. Koikase nguno kokimwoe kele ing arawet agenge kokechor pikipikisiek 40 ing Nandi Hill. Pikipikisiek 40. Kemeche kesom pikipikisiek ko kimite ora ng'olyo nekitrendane nekikale biik pikipikisiek cheblon. Kakile mi kampunisiek cheikochin kijanaek pikipikisiek chebo loan, kolipan chito loan tunda nekit kotar anan kotare kityo kobet pikipikit mysterious. Kakile ngacham ko sine it is alleged kele colludeni biikab the company kolya ikechor pikipikisiek sikowek kijanaek kora kong'et ipkoib age. Kui kandoindetab North Rift nito nyonet, tos imwoe ne kotinygei ng'alechoto? Well, kotomo akas noto netai akase kimwa ile betos pikipikisiek kokakitar besendo. Ko noto kemeche kemwochigei kelechigei yomi stage neomi ko pikipikisiek komi onaigei. Mie onaigei amu saa zingine ingele keyae mung'aret ipketebi akot menoe ile pikipikit ni mpya kait chichi kait akinyokwal laini. Po ano chichi?
kakechikil kenai kele bono. So lazima kochopkei akichek biikab bodaboda konaigei tugul. Akonai kole ng'o chicho, ngiker chi nemong'en otebekei ile kalyon chicho aketepse koripkei ngondekei in sako ako ng'ololchigei ako naigei bichuto bo pikipikishek kobete in chorset. Okay. Katimwa akobo ng'alekab tabiyetab biikab North Rift Region. Katilin anendet. Yes, noto nekamwa ale kimeche keboru kondit. Kimeche ketebi eng takurnatet nekibo biikab Kalenjin. Neki chitab Kalenjin korok ko kitilil. Kimakenyoru chi nebo Kalenjin nekakolany ngoriet saparit aeng somok ipkong'et kolait. Mamakat kunoto. Kimeche biikab Kalenjin kotililitu. Ko murenik, ko chepyosok, ko neranik, ko boisiek. Namba nebo aeng ko nakamwa ale ngekonyit kandoik akikochi kandoik boroindo yakabwa koker cheosen, koker ng'o ako ng'et akichek kandoik kocheng namna mpango netoreti neranik ing chong'indo. Mat kemete ng'alek chekikoitoi robinik eng barabara. Nebo somok ko eisetab maiyek ak kuletab bangi. Kimeche kesom kabisa lagokchok, kimeche kesom neranikchok kelechi yeiker iame kiy nengiam ra ko lazima iam mutai ama amitwogik ama kimoik inai ile kiyak yoto. Nekiame ra mutai komi rong'et kecheng'at kora keam ak kisopchi. Maiyek koteweri chito. Maiyek kwamei akot eka elipu kobek. Ame maiyek kobek amanoe chito kole kakobek kwang'as mutyo kole tepto ano kakiba ano tuguk. So mami chi nekikoek makare amu ee maiyo. Kikoek makaryo amu ee maiyo. Mami. Mami chi nekelen ng'om kosir maiyek. Maiyek kobau bich. Maiyek kobau bich amami chi nekele kitokchi maiyo ole mie. Kitokchi maiyek biik tugul chekikoe maiyek ko kikotokchi mutaroit. So kimeche kesom neranik chok kelechigei akot ma neranik ichegei chi age tugul nee maiyo amu mi korais boisiek che maiyek kelechi oyie oistoegei. Ng'olyot nebo muhimu nameche amwa kora, kimi kepongoni nguno ko ki agenge nguno a chairman nebo sports chebo Kikoso. Kimi keng'ololi ak serikali. Kiyoe tuyet konekit ak head of public service Felix Koskei. Kemeche king'et Kikoso labatet ak mpiret nekibo Kikoso kou nekibo keny. Asikong'et lagok chok cherwoi eng sukulishek chok nguno ak nangne kekonobu asikobit kekweri kot komutai ngipkoitu kokakoekitu kokakenai eng ulimwengu kele mi rwoik. Amu mung'aret age nekitinye ko kiboryetab Kalenjin ko labatet. Kimeche kerib ak kemeche kesom rwoik chok tugul ole imi ngimi Kenya anan ngimi bitonin ongeistoegei kerichek chekonu kimnotetab labatet. Ongetililitu amu o kasit nekikwai serikali asimakibit makiker Kenya kabisa kele makemeche Kenyans korwai. Ak kele amu kisire ing labatet aketinye kimnotet komameche chematunul emet akolen ni necham koibe namba aeng kila koibe namba agenge kole ndakiistoi Kenya aeku number 1. So melele chomech biik ing labatat kora amu kisire kila. So kimeche kesom kabisa chi age tugul kelechigei ng'atutik chekimeche sikinde eng ng'alekab labatet ko koromitu nebo kwang'ut. Nebo kenomchin kerichek kebonenin for life. And so kimeche people to run clean asikobit ketoretin nini. So kimeche king'et Kikoso. Kimeche king'et Kikoso asikobit kotokos labatet ak kotokos kora ing all other sports amu biikab Kalenjin kotinye kimnotet nekikonech kamuktaindet nemameche kot kewirte. Ibwat inye kekonech emet nekararan neu nekimenye. Emet nekikolsei tatya ibiru kityo korobon koruryo beek. Tatya kekonech as labatet nemi borto netebe biik kora kole ne mi bichep Kalenjin. Kobo ne nyito nyiketeschi keria kokonech Mungu tayari labatet. Labat iib namba nekeib kobunchi notok, koib chito nekaib namba nekaib kobunchi notok, lakini mat keboisie kerichek asikeng'emchi biik alak chetoretigei akoetegei labatet akoboe lagokwak akoribe sigik labatet. Okay, sawa kongoi. Naona pia kuna mwenye anaitwa Dennis anasema I'm from Soy, Moi's Bridge, currently in Qatar. Pass my greetings to mheshimiwa, mwambie anafanya kazi mzuri sana.
Asante sana. Kuna mwingine anaitwa Longolongo anasema great discussion, asante sana kwa mawaidha. Mwingine anaitwa Mike anasema sisi wenye tuko majuu, muuliza anataka to play part gani kwa hii serikali. Well, I think part that we want you to play when you are out there in the diaspora is, first of all, speak the truth and speak positive about your country. Okay. East or west, home is best. Your country is like your parents. Whether you like them or not, they are your parents. So this is our Kenya. We all mean well for our country. Let us make sure we portray our country positively when we are out there, because, as I said, the internet never forgets. What we say negatively about our country impacts negatively about us, and even you who is there. But if we all speak positive, and as I said, constructive criticism that is structured, that is said in a good manner without insults and all, we are all human, and we are prone to error. But let us stop inciting ourselves. I was saying this yesterday to those who are making use of the internet. You have not seen Gachagwa's children insulting anybody on the internet. None of them is on social media insulting anybody. Kalonzo has children. They are not on social media. They are not insulting anybody. And also those other leaders. So why are these other children taking part in insulting other people when the children of the people they are fighting for are not? Now, this generation called Gen Zs, but they are calling them the Gen Zs that were used for the June 25th disturbances. Where are they in this equation of Kalonzo and Matiang'i and Gachagua? Where are they? Walikutana juzi, wamejipanga sijui wapale wapi, wanaongea tu maneno yao. There is not even a single Gen Z wamepea position katika hii chama yao. They have used them and they still want to use them. So we also want to tell the Gen Zs, wake up. You cannot be, they say that when somebody cheats you the first time, then he's a liar. Then when he cheats you the first time, maybe you are ignorant. When he cheats you the second time, he's a liar. But if he cheats you the third time, then you are the one who is not upright. So we want to tell the Gen Zs, wake up. These people do not mean well for you. They are using you as a bridge to get to where they want to get to. Yeah. Okay, asante sana mheshimiwa. That has been a great conversation. Huyo amekuwa former member of parliament, Soi constituency, na the current chairman, Kenya Airports Authority. Thank you for tuning in. Kumbuka, every Sunday we are having our show at 8 p.m. Thank you.